kwa sababu hii ni mara ya 5 sana tapika. Sina nguvu kabisa hapa nilipo. Baba akaniambia, kama itakuwa ni mimba lazima iwe yangu. Basi ngoje mimi niende kuleta hicho kipimo cha mimba, au nipe mkojo wako niende nao. Basi bwana, nikamwambia sawa. Kama unavyojua akili zetu Wasukuma tunazijua wenyewe. Nikakojolea kwenye kichupa kidogo, nikampa baba aende kupima mkojo wangu. Baba alipoondoka, kama kawaida yangu, nikaenda bandani, nikawa namtazama yule punda, my baby love donkey. Nilianza kusisimka, nikapitisha mkono na kuanza kumshikashika shingoni mwake mpaka maeneo yake ya masikio, huku namwambia kuwa nitakumisi jamani, penzi wangu, naenda kuolewa na binadamu mwenye mashine ndogo. Natamani unioe wewe, lakini mimi sina pa kuishi. Lati ningekuwa na nyumba, ungenioa wewe kwa gharama yoyote ile. Basi bwana, nikaona punda kama kawa mpole na mwenye huzuni. Nikaona sio mbaya, ngoja nimpe kidogo utamu hata kwa mara ya mwisho, my donkey. Basi bwana, nikaanza kuvua nguo yangu ya ndani tayari kwa kukunwa na mashine yake. Asa inamaliza tu kuvua nikasikia sauti ya baba akiimbaimba, maana ni Wasukuma wachache wasioimbaimba wakiwa peke yao. Alikuwa anaimba nyimbo moja ya kumsifia msichana fulani hivi. Nikashangaa, anaimba nyimbo anasema nakasanga akanike. Basi mwana, hicho kilikuwa ni Kisukuma anaimba baba. Akaacha kuimba, akaanza kunihita. Nikaitika haraka haraka huku nikivaa nguo yangu ya ndani, nikakimbia mpaka ndani ya nyumba. Maana yeye aliingia bafuni kidogo, alipotoka akaniona nimekaa barazani huku nimejiinamia. Akaja akaniuliza, vipi, unajisikiaje? Nikamwambia nahisi homa, alafu sina nguvu kabisa, lakini hata sijielewi. Baba akasema daktari kasema ule mkojo hauna mimba kabisa, labda ufanyiwe vipimo baada ya siku kadhaa hivi mbele. Nilifurahi sana, maana muda huo nilikuwa natetemeka. Sikuwa na uhakika na mhusika wa hiyo mimba. Nikamkumbatia baba huku nikimbusu, alafu nikamwambia kuwa nina habari mpya kabisa, mbaya na nzuri. Basi tukaenda chumbani huku baba akiniandalia nyama choma, ila nilikuwa najishangaa bado, sababu roho yangu ilikuwa haitaki kabisa kukaa karibu na baba yangu. Ila sikutaka ajue, maana baba ananipenda sana. Kwa hiyo nikimwambia hali nilionayo anaweza kunichukia. Nilikula zile nyama choma zote, nikashiba. Nikaanza kumsimulia baba kila kitu kilichotokea kule mjini, kwa kazi aliyonituma nimeifanya kama alivyotaka. Nikamwambia ila kuna tatizo, yule kijana mchumbu wangu Jofu ameanza kumuulizia kaka ninale. Nikamwambia nashukuru mama na dada, tayari ile dawa imewaathiri, sababu walimuona kama mpumbavu tu. Baba akasema ndio, maana sitaki akooe mjinga huyo. Akaniambia sitaki akuoe mjinga Jofu, anaweza kuja kuharibu kila kitu baadaye huyu. Nikamwambia baba, tazama hapa kidoleni, unaona nini? Nilipomnyoshia tu, baba akaona pete. Akaanza kufoka tu bila hata kuuliza chochote, maana yeye alidhani labda ni pete ya Jofu. Akaniambia ni wewe mtoto ni mjinga sana, umekubalije kuvishwa pete na mtu ambaye ni adui yetu? Wewe mwenyewe umesema kumuulizia kaka yako. Hebu niambie, mkianza kuishi pamoja alafu akawa amuoni kaka yako, utaweza atafikiriaje? Tutakuja kuozea jela kizembe kabisa mwanangu, shauri yako. Basi bwana, nilicheka kidogo
maana nilimuona baba kajaa povu bila hata kuuliza kwanza. Basi nataka kumjibu tu, mara simu yangu ikaanza kuita. Kucheki alikuwa ni dada. Nikaipokea. Nikaweka loudspeaker ili na baba naye asikie. Nikasema, halo dada, ubuyu wa huko Mwaya nipe. Dada akasema, mdogo wangu, kimenuka. Tena kimenuka sio kidogo yani. Tena kama inawezekana, njoo na baba haraka sana. Maana Muna akasema ikiwezekana nendeni mkapande ndege. Nikamuuliza dada, kwani kuna tatizo gani? Maana hapa hata baba anakusikia yeye mwenyewe. Kadata haelewi chochote kabisa. Dada akasema, sikia mdogo wangu, unakumbuka wakati unavishwa pete pale Ubungo? Si palikuwa na wale waandishi wa habari pembeni? Nikamwambia ndio nakumbuka. Sema basi kuna nini jamani dada yangu, mbona nitisha? Akasema, hivi ninavyoongea na wewe nimemwacha Jofu na shemeji wapo pamoja na mama. Kwa kifupi tumekuwa tumekaa sebuleni muda huu tunapata chakula cha jioni. Maana shemeji yako ndiyo kafika kutoka Kongo. Sasa mimi nilimuita Muna ili tuje tuongee kuhusu issue yako. Sasa wakati tupo sebuleni mimi mama shemeji yako na Muna, mara Jofu akafika akiwa na matunda kibao mkononi mwake. Na ndipo Shinji akampokea, wakasalimiana na shemeji yako kwa furaha kabisa. Huku na rafiki yake Muna hivyo hivyo. Ila mimi nilimsalimia kwa umbea, maana si unajua kinachoenda kutokea baadaye. Nikasema, jamani, kumbe shemeji tayari karudi kutoka Kongo. Nikamuuliza, haya niambie sasa, pametokea nini? Dada akasema, yani mdogo wangu, wakati tupo katikati ya maongezi, Shinji alikuwa busy na remote ya TV. Hasa katika kubonyeza, mara ghafla nikamsikia Jofu akisema, we Shinji, hebu acha hiyo station, maana nimemuona mtu kama koga hivi. Basi bwana mdogo wangu, ndipo patashika kamata shati chanika likaanza. Nilishtuka sana, sikuamini kusikia habari hiyo. Maana sikutaka kabisa Jofu ajue mapema kiasi hiko. Nilitaka iwe kama surprise tu kwake. Kasema, he Mungu wangu, my God, my Lord. Nikamwambia, pole dada, nipe ubuyu, ikawaje sasa? Baada ya kuona lile tukio na je, wameonyesha tukio zima wale wa Shinji au kipande tu? Dada akaniambia, ni mdogo wangu, sio jambo la kitoto. Maana wameanza kusema eti penzi la kweli halifichiki. Wakawa wanasema tazameni wapenda nao walivyovalishana pete mbele ya kadamnasi ya watu hapa stendi kuu ya mabasi Ubungo Terminal. Dada akaniambia baada ya hapo ndipo ile video ikaanza kuonyeshwa live bila chenga. Yaani siamini, maana mpaka mimi nimeonekana mpaka ukucha wa kidole changu. Kimwambia, jamani dada pole. Kwa hiyo nini kimeendelea hapo? Na ni kituo gani cha TV kilichoonyesha hiyo video clip? Niambie please. Dada akasema, mdogo wangu, kwa kifupi umekologa. Na mimi umenitia doa mdogo wangu. Mpaka najuta. Maana hivi ninavyoongea na wewe kwenye simu sebuleni kimenuka. Sababu Jofu analia tu. Analalamika kuwa kakosea nini wewe mpaka ufikia hatua ya kufanya hivi, kumdhalau kiasi hichi. Akaniambia, sasa mama, kwa kuwa anampenda Jofu, kamkumbatia huko akimbembeleza. Wakati huo shemeji yako anamfokea Muna ili mbaya. Na shukuru Muna kawa mpole, kapiga magoti huko akiomba msamaha, akizuga kuwa alifanya hivyo kwa shinikizo lake tu ili wewe umuumize moyo Jofu, maana hataki kukuvisha pete muda wote. Lakini shemeji yako hamuelewi kabisa. Hebu subiri kogwa naitwa na shemeji yako hapa, sijui naenda kupigwa hata sielewi. Basi bwana, tulikuwa tunaongea na dada kwenye simu. Dada akakata simu na kuniacha nikiwa sielewi chochote kabisa. Baba alitulia kimya kama mtu anayefanya mtihani wa taifa vile. Kamuita baba,
Mbona kimya? Najua umesikia kila kitu. Na huyo ndiyo kijana wa Kiarabu anataka kunioa, na ndiyo kanivisha hii pete ya uchumba. Ila tatizo ni rafiki yake karibu na Jofu. Mpenzi wangu, unisaidie baba, namtaka Muna mimi, maana nitaishi kama malikia vile. Baba kaniambia hilo ni tatizo dogo sana Koga, unatakiwa uwe makini sana mambo yako. Kwa nini muwape ruhusa waandishi wa habari wachukue video, wakati unajua fikra kabisa kuwa wewe una mtu wako na tayari katoa pesa na vitu vingine kibao kwa ajili yako? Kwa kifupi, umenihudhi sana. Sijapenda hata kidogo ujinga wenu mliofanya wewe dada yako. Sasa kesho inabidi twende huko Dar au waje huku ili tumalize ile tatizo haraka sana. Kumwambia jamani baba nisamee, sikutegemea kama itakuwa hivi. Yaani na mimi siamini. Basi bwana, kwa kuwa baba na shemeji walipishana kauli, siku ile ilikuwa ni vigumu sana kuweza kuongea pamoja. Kwa hiyo kabidi tu baba ampigie simu dada. Simu ilikuwa iliita kwa muda mrefu, kisha akapokea Shinje, mtoto wa dada. Baba akaongea na Shinje pale, kwa kuwa Shinje anamjibu babu yake, ikabidi amwambie ukweli kuwa babu. Baba akampiga mama, ndio maana mama hajapokea simu, yupo chumbani analia. Watoto bwana. Baba akamwambia ampatie simu bibi yake au mtu yote aliyekuwa karibu hapo ndani. Shinje akasema yupo bibi tu, ngoja nimpatie. Yaani shemeji kafikia mpaka hatua ya kumpiga dada kweli. Ishu sio ya kitoto hii. Msikilizaji, muda huo tayari baba alikuwa kaanza kuongea na mama kwenye simu. Ikabidi tu nijisogeze nisikie kilichotokea huko. Baba akasema, habari za mjini mke wangu, pole na matatizo. Haya, niambie kilichotokea huko mjini, maana sielewi chochote hapa. Nimesikia tu juu Koga akizungumza na dada yake kwenye simu, hivyo sikutaka kumuuliza. Nimeona bora nikupigie tu wewe uniambie. Mama akamjibu akamwambia, yaani mume wangu, ni bora ningezaa hata na nguruwe, lakini sio huyo mtoto. Na leo na hapa mbele yako kuwa huyo sio mwanangu. Yaani simjui kabisa, hanifai, simtaki, sitaki hata kumuona. Kanitukana mimi, kanivua nguo. Akaona haitosha, akaamua kwenda kwa kijana mmoja wa Kiarabu ambaye ni rafiki wa mchumba wake Jofu. Akafanya naye mapenzi na akalala hapo hapo. Asubuhi bila hata kurudi nyumbani, kusalimia tu au kuaga, yeye alinyoosha miguu moja kwa moja mpaka Ubungo ili aanze safari ya kuja huko. Sasa wakati yupo hapo Ubungo, ndiye akaamua kuvalishana pete na huyo kijana wa Kiarabu, eti wanataka kuoana. Kibaya zaidi, mume wangu, dada yake alikuwa yupo hapo hapo. Ina maana alikuwa anaunga mkono hilo jambo lifanyike. Mume wangu, kweli hii familia imeshalaniwa, tena nina 100%. Maana mwanao mambo anayoyafanya hata shetani anashangaa kwa kweli. Hasa kwa taarifa yake, yule kijana wa Kiarabu kaomba msamaha mbele ya baba yake, akasema atalipa na faini yoyote ili rafiki yake Jofu amsamehe kabisa. Lakini Jofu akasema eti hataki chochote, yeye alikuwa anahitaji mke. Hasa mwanamke kagoma, basi anamwachia Mungu na hahitaji kulipwa chochote kabisa. Yaani laana inazidi kuongezeka mume wangu. Baba akatikisa kichwa kidogo. Mama akaendelea kuongea. Sasa naomba umsimulie kila kitu huyo malaya anayeinuka maziwa, na sidhani kama atafika hata miaka 30 huyo. Basi bwana, niliumia sana. Nilijiona mkosaje. Maana maneno aliyokuwa anaongea mama ni makali sana, yaani hata hatari, hayana mfano kabisa. Ikabidi nimsimulie tu baba niona atajibu nini. Baba akasema, wewe mwanamke, acha dharau. Kama ni laana basi umeileta wewe, au umesahau